tulipotoka. Niombe nianze na utangulizi huu ili baadaye tutakapokuwa tunaelezana habari ya majaribu, habari ya vikwazo, tuwe tunafahamu ni nini tunachokisema. Kwa somo la leo hili ambalo tumelisoma na kwa kichwa hiki cha somo hili, ili tuelewe vizuri, ni muhimu sana tujue Ukristo ni nini. Hilo ni jambo la muhimu sana, pamoja na gharama ya Ukristo. Tukifahamu mambo haya mawili, Ukristo ni nini na gharama ya Ukristo ni nini, tunaweza kuelewana vizuri wakati tunapoendelea kutafakari neno hili linalohusiana na majaribu na mateso. Ukristo ni wito wa baraka. Tunafahamu ni wito wa baraka nyingi sana, lakini ni wito wenye vita na mateso na majaribu. Ndio naanza kusema hivi ili tufahamiane vizuri. Ni wito wa baraka sana, lakini ni wito ambao una vita, una mateso na majaribu mengi. Wote wanaopokea au wanaopokea wito huu wakuwa wafuasi wa Kristo, maandiko matakatifu yanasema ni lazima wajikane wenyewe. Kwanza unajikana wewe mwenyewe, ndio tuanze kuelewa maana ya Kristo sasa na ufuasi huu. Lakini pia anasema katika maandiko matakatifu wajitwike misalaba yao kila siku wamfuate Kristo. Hao ni wafuasi. Kila siku mfuasi wa Kristo anatakiwa aubebe msalaba wa Kristo, anatembea nao kila mahali. Iwe ni shambani unatembea na msalaba, iwe ni kazini unatembea na msalaba, iwe sijui wapi safarini unatembea na msalaba wa Kristo. Habari hizi zimeandikwa kwenye Luka mtakatifu ile sura ya 9 mstari wa 23. Na lazima ufahamu kama mfuasi wa Kristo kwamba msalaba wa Kristo ni adui wa dunia hii. Ukishafahamu mambo haya, basi utaelewa vizuri habari ya majaribu, habari ya mateso. Unaweza kulielewa. Na ukielewa hivi, hutakimbia majaribu, hutakimbia vikwazo, hutakimbia mateso yanayotokana na jina la Yesu. Kwa hiyo ni adui wa dunia, na hasa kwa wale ambao bado hawajampokea Kristo, hawamjui Mungu kabisa. Tena Mtume Paulo anasema hivi, kwa sababu neno la msalaba kwao wanaopotea ni upuzi, bali kwetu sisi tunaookolewa ni nguvu ya Mungu. Kwa hiyo kuna makundi mawili hapa. Lipo kundi linalomjua Mungu, lipo kundi lisilomjua Mungu. Hilo ambalo bado halimjui Mungu linafanya vita na kundi linalomjua Mungu. Kwa hiyo lazima ukutane na matatizo, lazima ukutane na majaribu uweze kuyaepuka. Kwa hiyo wote wenye chapa ya msalaba wa Kristo au wote wabeba msalaba wa Kristo lazima wakutane na majaribu na vita katika safari yao ya maisha ya imani. Hii ni lazima. Ukiamua kumtegemea Mungu kweli kweli, ukiamua kumwamini Yesu Kristo kweli kweli, basi majaribu yanakuwa sehemu ya maisha ya safari yako ya kwenda mbinguni. Hiyo ni lazima hiyo. Nakutana na vita kabisa katika safari yako ya maisha ya imani. Na kimsingi mfuasi wa Kristo hawezi kuepuka mateso na majaribu, vikwazo na kuudhiwa. Kama nilivyosema, majaribu yanakuwa sehemu ya safari ya maisha ya imani. Yaani ujue kabisa hayo majaribu na vikwazo, sijui kusemwa, sijui kufanywa nini, ni sehemu ya maisha ya Kristo. Kwa hiyo ni lazima ukutane na mambo kama haya, huwezi kuyakwepa. Napenda sana falsafa moja ya kidini au kiroho inayosema tumesamehewa dhambi lakini hatujasamehewa majaribu. Dhambi tumesamehewa, lakini majaribu hatujasamehewa. Yako pale pale kwa sababu bado tunaishi duniani, bado tuko kwenye ulimwengu huu, na tena bado tunamtegemea Mungu huyu anayechukiwa na baadhi ya watu, msalaba unaochukiwa na baadhi ya watu. Kwa hiyo dhambi tumesamehewa,
lakini majaribu hatujasamehewa, yataendelea kuwepo katika maisha yetu. Kwa hiyo majaribu yataendelea kuwepo, majaribu tutaendelea kukutana nayo, kwa sababu hata maandiko matakatifu yanasema hivi. Wakati mwingine anasema hivi, majaribu ni kipimo cha imani. Kwa hiyo uko wakati ambao Mungu huyaruhusu mwenyewe ili kupima imani yako, ili imani yako ithibitike, ili imarishwe. Imani haimarishwi na chakula. Imani haimarishwi na mafundisho tu haya tunayofundisha kila siku, lakini lazima ipimwe, na itapimwa kwa njia ya majaribu. Ndio Mungu huwa anaruhusu wakati mwingine kupima imani yetu, lakini lengo lake ni kuimarisha, sio haribu. Mimi nitataja yapo majaribu ambayo Mungu huruhusu. Haya yanaitwa kipimo, na lengo lake ni kuimarisha imani. Yapo majaribu ambayo shetani anayaleta, na lengo lake ni kuwa kabisa uhai wa kiroho, au kuharibu kabisa uhusiano uliopo kati ya mwanadamu na Mungu. Ule uhai ile wa kiroho adui anatafuta kuuteketeza. Lakini yapo majaribu yanayotokana na tamaa zetu wenyewe, tunajisababishia sisi wenyewe. Kwa hiyo sitafundisha sana habari hizo, lakini niseme tu majaribu kwa maisha ya kiroho yanapotukuta, tuyatafsiri kama chakula cha kiroho au chakula cha imani, kwa maana hii fupi ambayo nimeeleza. Kwa hiyo unapokutana na majaribu, usitafakari tu kwa upande mmoja, kwa mlengo fulani mmoja, kwamba labda Mungu amenionea, labda sijui ni kweli. Hapana, uyatafsiri vizuri na uwe makini sana unapokutana na majaribu, kwa sababu kwanza yapo majaribu ambayo Mungu anayaruhusu ili kukusaidia wewe kutaka kupima imani yako. Kwa hiyo uwe makini sana, utafsiri vizuri, lakini vile vile yaone kuwa ni chakula cha kiroho, chakula cha imani yako. Hiyo ni chakula kabisa. Yatazame kwa namna ile. Ukikwazwa, ukikutana na vikwazo, wewe Mkristo, meza vikwazo vile, meza kabisa, kile ni chakula, meza. Ukisemwa vibaya, meza hizo hicho ni chakula cha kiroho, inaimarisha imani yako. Ukisemwa, ukitukanwa, meza hicho ni chakula cha imani, meza. Ndugu yangu, usiache imani hii. Imani ina thamani kubwa. Imani katika Yesu Kristo ina thamani kubwa sana kuliko kitu chochote, Usiache imani hii kwa sababu ya majaribu. Imani ina thamani kuliko chochote.